make sure ulipishi kisasi. Hivyo kwa hivyo, lakini fuatilia yale mazuri kwa ajili yako na kwa wengine. Kwa hivyo unaondoa kikwazo, unaweka kando, unafuatilia yale mazuri ambayo haitakuzuia kuendelea vizuri. Na hapo chini nasema boys always, katika mabaya na katika mazuri furahia nini? Bwana. Na mstari wa 17 unasema nini? Pray without ceasing. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo hata kama mambo ya kutukwasa yatakakosa kunja, lakini to overcome, to make sure atulipishi kisasi. Bwana sifiwe sana. Yani tutafute furaha kwetu sisi na hata kwa wengine, na tukae tumefurahia kila wakati, na tukiendelea kuomba haya mambo inaondoka tu. Si Bwana wabariki. Tusimame tukaribishe mnenaji wa siku ya leo. Leo kuwa na mtumishi ambaye najua kwamba Bwana amemwandaa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Fungua moyo wako, fungua mawazo yako, mwambie Bwana, nimekuja kuhudumiwa na wewe. Naomba ukanibariki. Amen. Karibu pastor. Ukimaliza kuweka hapo, tumuombee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante, tunakushukuru kwa siku ya leo umetuwezesha. Sio kwamba sisi ni wakamilifu, lakini Mungu tumekuja kwako kutafuta ukamilifu wa haki Bwana. Tunasema ni asante, tumekuja madhabahuni mwako tukiombea mtumishi wako Bwana na familia yake, hata wakati atakapokupatia neno lako Bwana. Litakuwa tukubariki mioyo yetu Bwana, na kutuwezesha Bwana tukawe katika ndani yako, na Bwana tukaanze yale ambayo Bwana umetuasia maisha yetu Bwana. Mbariki chochote Bwana tunapokuwa katika ibada hii Bwana, na hata wakati tutakapomaliza Bwana, sifa na utukufu utakurudie. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako alafu mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Nataka kushusha Melton pale. Melton, shuka hapo kuja kwa hizi vyombo. Dalton, panda pale juu. Kwa sababu tuko na shida hapa. Melton ako pale, Melton ako hapa, Melton ako hapa. Kaa hapa. Dalton, ukaage hapo. Bwana asifiwe sana. Panda hapo juu, fanya hiyo kazi alikuwa anafanya. Na backup ya hapo ni nani? Yeah? Backup ya hapo. Tunataka backup. Bwana asifiwe sana. Ndio tuweze kuwa na vyombo zinafanya vizuri. Unasikia hiyo sauti? Natakana zifanye vizuri. So be there and balance them vizuri kabisa. Amen. And God is going to bless us. Hallelujah. Na mahali unashindwa unauliza Melton. Okay. Bwana asifiwe sana. Karibisha jirani yako katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu sana, mkaribishe. Muulize wako wapi mgeni wako. Muulize, usikae chini nganga kabla hujauliza mtu mgeni wako na makaribisha hapo. Nganga ndio amewashinda nyinyi wote, amekuja na watu watano. Wako wapi mgeni wako? Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Bwana kwa sababu Yesu ni mwema na mwaminifu. Naomba tuende pamoja katika kitabu cha Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3. Tunataka twende kwenye mstari ule wa ngapi? Mstari Malaki sura ya 3. Kuanzia mstari wa 16. Ndio watu wasikie mstari wa 3. Na kitu kingine zaidi ya kuja Bwana asifiwe sana. You there?
they shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewel, and I will spare them as a man spares his own son. Then we shall Nashukuru Bwana kwa sababu ya mistari hiyo. Hebu tushukuru. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ya kwamba Baba, neno lako likapata nafasi ndani yetu, nazo sifa Baba na utukufu Mungu zitakurudia. Kwa kushukuru Bwana, tunasema asante, nitumie kama chombo, sifa ni zako, utukufu ni wako. Patie masikio ya kusikia na moyo wa kupokea, kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari huo unasema ya kwamba 16, turudi 16, inasema ya kwamba those that feared, they that feared the Lord. Ukisoma hapo juu, Biblia inaongea juu ya vile watu wamemdhihaki Mungu, vile watu wamekosa kuwa waaminifu, vile watu wamelaaniwa, vile watu wako hivi na hivi. Biblia inaongea maneno hayo hapo mbeleni. Lakini hapa Biblia inasema ya kwamba ndipo wale waliomcha Bwana, wale ambao walimcha Mungu, in that problem, in that ungodly time, there were a few godly people. Can I hear an amen? Wapendwa, sema amen tena. Ongeza amen nyingine. Katika nyumba ya Bwana lazima kuwe na amen nyingi. Sema amen. Katika hiyo nchi wakati kulikuwa na mabaya hayo, there were still a few godly in the land. Kulikuwa na wachache katika hiyo nchi waliosikia lugha ya Mungu, watu ambao waliangalia wale waovu ambao wanafanya yale maovu, watu ambao walimalizia ya kwamba watatumikia Mungu, na wakasema ya kwamba hawataki hiyo ghadhabu ya Mungu iwaangukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are men and women who feared who? Who feared God. Wale ambao waliogopa hiyo madhara ambayo Mungu amesema, na wakaogopa wakasema ya kwamba hawataki mambo hayo iwaangukie. Wale watu ambao walishikamana na Bwana. Sema amen. Wale watu ambao walikataa kuingia kwa hiyo shida, wakasema ya kwamba wamekataa na wakashikamana na Kristo, wakashikamana na Mungu katika neno lake. Na ndio Biblia inasema ya kwamba they that feared the Lord. Haleluya. Unajua wapendwa, kuna kule kuto kumcha Mungu na kuna kule kumcha Mungu. Kama leo hii wapendwa, tunasimama pale katika barabara, tunasema ya kwamba hii ni dhambi, Yesu anaokoa, Yesu anatenda, na kuna watu wanatuangalia na macho wa kutuambia, nyinyi mnahubiri kitu mpaka lini? Yaani ni nini mnatuambia hapa? Na hakuna, wengine wanasema ya kwamba hakuna kitu kingine mnaongea, ni pombe tu na wanawake na kuvuta sigara na nini ndio, yaani hiyo ndio dhambi tu, na kuiba na kupiga mke na kupiga mume, yaani hiyo ndio dhambi mtakaa hapo miaka yote mkihubiri. Biblia inasema ya kwamba wale waliomdhihaki nani? Mungu walikuwa wengi. Wakati wa Noa kulikuwa na watu ambao walidhihaki Mungu, wakamwambia Noa gotura hau, wakamwambia Noa, maisha yako utashinda wapi? Hakuna kitu kingine natuambiaga isipokuwa kutakuja kunyesha, Mungu atakuja kuharibu dunia, Mungu atakuja kuokoa dunia. Sasa unajenga safina ati kubwa ya kuingia watu. Nani wataingia hiyo kitu? Sisi tuko na shughuli nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba wale waliomcha Mungu, hata leo bado Biblia inasema ya kwamba about those who feared the Lord, wale ambao neno la Mungu linawaogofya. Haleluya. Wale ambao wanasikia kwamba maneno ya Mungu ni makali na wanashikamana na Mungu, wanasema ya kwamba mimi nitashikamana na Mungu jinsi alivyo. Kama vile unaona ya kwamba katika jamii kuna watoto wanashikamanaga na wazazi wao. Sema amen. Angalia jirani, mwambie soea kusema amen katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ushaiongelesha mtu na hasemi okay. Huyo mtu unaweza kuwa na shida sana. Kanisani tunasemagi ama tunasemaga amen. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wale walioshikamana na nani? Na Mungu wao, wakakatalia pale kwa Mungu wao. Naomba ya kwamba leo kupatikane watu wakukatalia kwa Mungu wao.
Bwana asifiwe sana. Wale wanakatalia kwa Mungu wao, wale ambao wanasikia hilo neno, wanasema woi, Mungu nisaidie, nimekutenda dhambi, Bwana nisamehe, Bwana sijakuwa mwaminifu, Bwana naomba unitakase. Biblia inasema ya kwamba those who feared the Lord. Unajua, there are those people who are godly. Kuna watu wa kanisa, kuna watu wanaonekana wana godliness, but they don't fear God. They don't care about God. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inaongea kwamba for those who care, wale watu wanamcha Mungu. Haleluya. Wale watu wanasikia kwamba, wapendwa, sijui kama nikukumbushe kidogo, wale ambao watu wanasikia kwamba Yesu anarudi, yaani jiandae, Yesu yuko tayari mlangoni, Yesu anarudi. Wacha nikwambie mpendwa, injili hiyo ilihubiriwa miaka ile tulikuwa tunaanza wokovu. Watu wakamkimbilia Yesu, maana walikuwa naogopa siku ile ya mwisho. Mpaka leo wapendwa, ukae unaogopa hiyo siku. Bwana asifiwe sana. Usizoee Mungu. Wacha kusema kama watu wengine walianza kusema Yesu anarudi miaka mingi, mpaka leo anasemaga namna hiyo. Biblia inasema ya kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi, wakati isipotarajiwa. Wapendwa, usikae siku moja ukazoea kusikia maneno hayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wasichana wakipata mimba, wanatembeaga na mimba mpaka wanakuta anacheza mpira, akiwa na mimba anacheza football, anafanya kila kitu, anaruka, anafanya mambo mengi, alafu anaambiwa, wewe, hii mimba hii itakukimbiza. Hii yangu niko flexible. Unajua sisi tunafanyaga tisi, sisi tuko sawa. Acha nikwambie mpendwa, wakati siku itagonga hiyo ujasiri na hiyo kujifanya kwamba yeye yuko sharp inaishia hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Siku imewadia ya kuzaliwa. Wacha nikwambie mpendwa, ukaokoka ukakaa ndani ya Yesu. Biblia inasema ya kwamba wale waliomcha Mungu, wale waliomuogopa Mungu, wale walishikamana na Mungu wao. Mungu akisema ya kwamba tunaenda hivi, wanaenda njia hiyo. Mungu akisema hatufanye hivi, wanaacha kufanya. Mungu akisema hivi, wanasikia. Biblia inasema hao wamchao Mungu, hao ambao walijitenga namna hiyo, Biblia inasema ya kwamba waliposemezana, Mungu akasikia maneno yao. Bwana asifiwe sana. Imagine ya kwamba hao wanaomcha Mungu, Biblia inasema ya kwamba Bwana waliposemezana wao kwa hao, Mungu hakuwa hapo. Mungu akasemezana hao kwa hao, wale waliomcha Mungu, wale waliomwogopa Mungu, wale waliotamani Mungu, wale walioshikamana na Mungu wao. Biblia inasema ya kwamba Bwana akasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ang'a. Yaani ukakuta Ann na Catherine ama wakiwa na Masharia, ile story wanachapa, na wewe ni baba yao, ukaenda pale ukasikiliza story yao. Sio ni heshima kubwa? Wapendwa, wakati wale wanaomcha Mungu wanaposemezana, wanapoambiana vile umesikia Pastor Lispa amesema ya kwamba muende muambie wale wa praise and worship, wasikose kwa praise and worship, muende muambie. Yaani hiyo masemezano Mungu anasikiliza. Imagine wakati mnachapa conversation and God is listening. Bwana Yesu asifiwe sana. And God is listening. What a respect. Unajua kwa nini Mungu anasikiliza? Because they feared God. Walimcha Mungu, walikuwa na hofu ya Mungu ndani yao. God would listen vile wanaambiana. Na Biblia inasema namna gani? Mungu akasikiliza, akasikia maneno ya wale waliokuwa wanaongea, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa kwa sababu yao. Bwana asifiwe sana. Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake. Yaani kitabu cha ukumbusho kikaandikwa juu ya, nisaidie kuangalia jirani, muulize unaitwa nani? Akwambie jina. Mwambie kitabu cha ukumbusho kikaandikwa na jina yako ikaandikwa hapo, kwa sababu wewe ni mcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa, si ni kitu kizuri wapendwa? Yale mambo mnaongeleshana yakaandikwa. Sio mambo ya dhihaka, sio mambo ya kudharau, lakini maneno mnayoongeleshana. Wapendwa, si lazima tuangalie yale mambo tunaongeleshana. Haleluya. Kwa sababu yanafanya Mungu anakuja. Kama wewe ni mabaki ya wale wanaomcha Mungu, wapendwa, wacheni niwaambie, siku ya Bwana inakuja. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wengine watakuwa juu ya nyumba, hawatashuka kuambia wale wako chini. Wengine watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Wapendwa, naona kama ni wale waliomcha Mungu watachukuliwa. Na wale walidharau, wale walichukulia neno la Mungu kwa mzaha, wale walichukulia maisha ndani ya Kristo kwa mzaha, wakaachwa tu waendelee na hiyo maisha. Haleluya. Na Biblia inasema namna gani? Kwa ajili ya hao waliomcha Bwana, kitabu cha ukumbusho kaandikwa mbele za Bwana kwa ajili, because of those who feared the Lord.
Bwana asifiwe sana. Wapendwa, si heri jina letu lingeandikwa pale. Biblia inasema ya kwamba kaandikwa kwa sababu ya hao na wale ambao walilitafakari jina la Bwana. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mzee mmoja amesimama hapa akashuhudia. Akasema vile amekwazwa siku yote. Na akasema hata hakuwa anakumbuka leo ni Wednesday, lakini alipokumbuka. Bwana asifiwe sana. Alipokumbuka, Biblia inasema na wale walilitafakari jina la Bwana. Ndio sababu Joshua akaambiwa na Bwana, na kitabu hiki cha ukumbusho kisitoke katika tafakari yako. Haleluya. Kuna story napenda kuangalia sana kwa TV ya Citizen. Kuna mzee mmoja anakuja pale analetaka tafakari ya babu. Haleluya. Yaani unafikiria mambo babu aliongea, lakini Biblia inasema wale wanaolitafakari jina la Bwana. Wale ambao jina hili la Mungu, wapendwa, ambalo ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Unajua jina la Bwana linatembea na nguvu zake. Sema amen. Jina la Bwana linatembea na neema yake. Jina la Bwana linatembea na ukuu wa Mungu. Haleluya. Wakati ambapo unamcha Bwana, wakati ambapo Mungu ni mawazo yako, wapendwa, unatembea pamoja na Bwana. Sema amen. Geukia jirani yako, mpatie high five, mwambie jameni, tafakari jina la Bwana. Uliambiwa kwamba usikule mkate uliotiwa chachu. Salimia mtu mwambie najua napenda mkate. Haleluya. Wakienda wakutana mkate ulio na chachu, wanasema sili mkate uko na chachu. Na Biblia inasema ya kwamba ni sile mkate ulio na chachu. Wengine leo wanasema nitakula tu, Mungu atanisamehe mbele. Mkate ni mkate. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie ya kwamba ni lazima tutembee kulingana na maagizo ya Bwana. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wale ambao walikaa katika ushirika wa watakatifu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 10 mstari wa 25 ya kwamba kuna watu wanakatabia. Hebrews ambao wana tabia ya kutokukusanyika pamoja. Wana hiyo tabia. Yaani huwezi ukamtegemea. Hapana, unaweza kufikiria kwamba kesho atakuja ashughulikie vyombo. Hayuko. Kesho unafikiria atakuja afanye kitu fulani. Hayuko. Kesho unafikiria kwamba ndio atalete taa ya kesha. Umumuoni. Haleluya. Maana hawezi akategemewa. Mtu ambaye hawezi akategemeka, wapendwa, you don't know when he will come or when she will come. You don't know when she won't come. You cannot count on them. Haleluya. The only person ambao mulifix mkasema ya kwamba huyo hata akisafiri yarudi saa 10 lazima aje kanisani ni pastor. Nashukuru Mungu kuna watu wengine wameamua ya kwamba Yesu lazima atubikiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hata kama kunanyesha, wameamua hata kama kunanyesha. Unajua wapendwa, siku hizi watu wale wanaitwa Wakristo wako na temperatures tofauti. They do what they want with all the reasons. Wacha nikwambie mpendwa, hakuna mmoja wetu hapa hata kipesa. Hebu uliza jirani kama kuna kashida ya kamia utampea ama kaelfu. Hata baba Charity na akona do, I can do with another 100. Bwana Yesu asiwe sana. Biblia inasema ya kwamba they spoke often one to another. They kept the communion of saints. Unajua ya kwamba by mutual exhortation they strengthened each other's hands in the hands of the Lord. Biblia inasema ya kwamba heri watu wawili kuliko mmoja. Bwana asifiwe sana. Kuna story inaambia nao ya kwamba wasichana wawili wa Kiindia wale walimpokea Yesu na wakaamua ya kwamba watamwishia Bwana, na wakatembea pamoja wakiambiana ya kwamba tumeamua hata kama kwetu kumeharibika. Naona hao wasichana wawili wakikimbia mbio waliokimbia, moja amechoka mwenzake anamsaidia. Biblia inasema ya kwamba wale waliompokea, wale ambao walimcha Mungu wakisemezana, wapendwa, wakati mwingine wakiambiana, jitie moyo ndugu, jitie moyo dada, tutashinda, tutafika nchi tuliyoahidiwa. Haleluya. Hao watu wawili wanaosemezana, wanaoambiana, wapendwa, encourage yourself. That testimony ambao umesikia huyu mzee amesimama hapa akashuhudia, kuna mtu wako pale alihitaji kusikia huo ushuhuda.
Patia mtu high five, mwambie lazima utembee katika neema hii. Biblia inasema wakasemezana, wakaambiana mambo. Hebu niambie waliambiana mambo gani? Pengine ilikuwa ni mambo ya kuingia safina. Wakaambiana, mpendwa, tuingie kwa safina. Hili neno linasemezana ya kwamba mvua itakuja kunyesha, tujipe moyo, maana Mungu akisema kitu, Mungu atatenda. Wengine wako pale wanasema hakuna shida, mimi nitakuja tu, nikiona mvua nitakimbia. Wacha nikwambie mpendwa, Biblia inasema ya kwamba siku hiyo isiyotarajiwa na wakati usiotarajiwa, bwana harusi atatokea. Palikuwa mahali pazuri sana pa kusema amen. Galia jirani, mwambie mahali kama hapo usemage amen. Bwana asifiwe sana. Wakatiana moyo. Na Biblia inasema namna gani? Wakalitafakari jina la Bwana. Wakalitafakari. Wanaenda wakiambiana, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Shidikenu. Wanaambiana jina la Jehova. Yani ni Mungu ajuaye mambo yote, Mungu bendera yetu, Mungu our provider, Jehova Jireh. Wanaambiana, wapendwa, usiogope hata kama jua imewaka, our God will provide. Geukia jirani yako, mwambie it doesn't matter kile unachopitia, God will walk together with you. Hao watu wanalitafakari jina la Bwana. Wanasema Jehova Jireh, juu ya mlima Moriah alimpatia Abrahamu sadaka ya kuteketeza. Hata na wewe, hata kama una sadaka, endelea kumtegemea Bwana, atakupatia kondoo wa sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima wapendwa, walilitafakari jina la Bwana. Walijua kwamba kuna matunda katika jina la Bwana. Walijua kwamba kumtukuza Mungu katika mawazo yao. Wakajua kwamba kwenye jina la Bwana kuna uwezo. Haleluya. Kuna uwezo wa Bwana. Kuna uwepo. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu wengine wakaniambia kwamba, pastor, hata mkiwa kwa choo mnaimbiaga Mungu. Mungu hakuwa kwa choo. Nikauliza, kwa hivyo ndani ya choo tunaenda kwa shetani, tukitoka nje tunakuja kwa Mungu? Hakuna kitu kama hiyo wapendwa. Ukienda choo kibomoke na utumbukie huko chini, kwa sababu tumesikia watu wanatumbukia hata huko chini, Mungu yuko. Muite Bwana na Mungu atakuitika, kwa sababu yeye yuko kila mahali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiingie kwa kusema ya kwamba unaona kwangu vile niko na shida, Mungu hajui kwangu. Acha nikwambie mpendwa, Mungu anajua kwako. Kama vile alijua shimo ambalo Yusufu alitiwa ndani, Mungu alijua ni shimo gani. Kulikuwa na mashimo nyingi. Haleluya. Kulikuwa na mashimo nyingi, Baba Charity. Mashimo ilikuwa imejaa huko, lakini Mungu alijua ile shimo ambayo Yusufu yuko. God knows the hole you are. Mungu anajua shimo yako. Mungu anajua ile shimo huko wapendwa, na Mungu ako na mpango wa kukutoa mahali pale. Huenda ikawa mpendwa umekaa pale siku 3, lakini nataka nikuambie ya kwamba Danieli alitupwa kwa tundu la simba. Haleluya. Na unajua huyo mfalme alikuwa na wanyama wengi. Alikuwa na tundu ingine ya foxes, alikuwa na tundu ingine ya tigers, alikuwa na tundu ingine wanyama wengine wakali, lakini Mungu alijua mahali Danieli amewekwa, na Mungu akasababisha simba wale walikuwa pale kwa shimo na Danieli waweze kuwa mattress ya Danieli. Haleluya. Na Mungu afanye simba wako wakuwa mattress. Bwana asifiwe sana. Yani hiyo mnyama mkali ambao anaweza kurarua watu asikurarue, lakini aweza kupea joto. Imagine usiku wapendwa umelala na simba. Bwana asifiwe sana. Si ugeukie jirani wako mwambie kulala na simba. Bwana asifiwe sana. Ni wangapi hapa washafuga kondoo? Kwenye kulikuwa na kondoo ama senge, walikuwa na harufu? Si walikuwa na harufu mingi? Ukilala kwa hizo kondoo, kesho unakinuka nini? Kondoo, unaamka ukinuka kondoo. Danieli aliamka asubuhi akinuka simba. Alitembea akiwa na harufu ya simba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haijalishi mpendwa mahali adui ameamua kukuweka, lazima umwamini Bwana. Hata kwenye tundu la simba Mungu yuko hapo na wewe. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wale walilitafakari jina la Bwana, Mungu akawa pamoja na wao, kwa sababu ndani ya mawazo yao walikuwa nafikiria juu ya huyu Mungu wa Danieli. Haleluya. Wakakumbuka ya kwamba yule Mungu alikuwa na akina Shadrach, Meshach na Abednego ndani ya moto. Wapendwa, wacha nikwambie, hata kama uko ndani ya moto leo, Mungu yuko hapo ndani ya hiyo moto pamoja na wewe, kulitafakari lile jina la Bwana. Anasikia sana. Usiku unajua hapa ile sana hakuwa wengi, walikuwa wachache. Pale juu pamejaa watu ambao siongee juu yao leo.
uende ukasome. Lakini hapa chini Biblia inasema wale waliolitafakari jina la Bwana, and those that feared the Lord. Bwana asifiwe sana. Wachana wale walikuwa wanapelekea Mungu kondoo ambao ni chongo, ili ambaye imevunjwa mguu ndio wanapelekea Mungu kama sadaka. Haleluya. Na wanamwibia mpaka mafungu ya 10. Wachana na hao. Biblia inasema hapa chini kuna wale that feared the Lord. Sema amen. Waliolitafakari jina la Bwana. Hebu tuangalie mstari wa 17. Malachi 3:17. Mungu anasema nini juu yao? Kuna kitu Mungu anasema, wapendwa. Kuna kitu Mungu anasema. Pale mahali kulikuwa na hao, Mungu anasema nini, wapendwa? Kwenye 17, mstari wa 17. God is saying something. Mungu anasema ya kwamba na wao watakuwa wangu. Sio sema amen. Bwana sio sana. Na hao watakuwa nani? Wa Mungu. Mungu anasema ya kwamba na hao watakuwa wangu, they shall be mine. Biblia inasema ya kwamba wakiwa wake, Mungu anasema nitawapokea kama watumishi wangu, kama wafuasi wangu. Katika ile siku nitawapokea. Wakati itakuja siku ya kuadhibu wale waofu, hawa hawataadhibiwa kwa sababu hawa ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawataadhibiwa kwa sababu hawa ni wangu. Bwana asifiwe sana. Na situwe watu wa Mungu jamani. Unajua siku ya uovu itakapokuja, wapendwa, Mungu anasema huyu ni wangu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wapendwa, tukao watu wa Mungu, wale waliomcha Bwana. Si wapendwa tuhesabiwe ndani hao. Biblia inasema Mungu anaenda kusema, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenye amtumikiaye. Wapendwa, hebu weka Kiingereza hiyo. Biblia inasema ya kwamba they shall be mine. Siku ile ya uovu, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, I will spare them as a man spares his own son who serves him. Bwana asifiwe sana. As a man spares his son who serves him. Brethren, let us serve the Lord. Hallelujah. Wewe ambao unasikia Dalton mwambia pale juu, stand there, serve God, be a purpose of God. Serve God in that capacity. Melton, serve God in that capacity. Nashukuru Mungu kwa sababu leo mumeona kitu kingine kinatendeka hapa. Katika hii mesa, wapendwa, mumeona msichana akicheza keyboard. Hata kuna mtu ajui kuna utofauti akiserve God. Brethren, let us serve God. Biblia inasema ya kwamba as a man spares his own son who serves him. Ambia mtu wake up and serve God. Wacha ukaa hivi wapendwa. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, mama Julie, wacha kuja unakaa chini ati kwa sababu umeshinda pale. Kaa pale kwa mlango, karibisha watu with a smile. Hata kama umechoka, serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Serve God. Leo hii wale basmaidas wamerara. Wanangoja, they are a Sunday to Sunday brethren. They are Sunday to Sunday believers. So take the opportunity on Wednesday. Baba Charity, hata wewe kuwa mzee Sunday, lakini siku hii katikati ya wiki, be the young man pale. Baba Charity, hii ndevu nyeupe utaona imepotea na hujui ilipotelea wapi. Uko pale ukikaribisha watu with a smile. Karibu. What are you doing? You want to serve God. Bwana apewe sifa. Imagine ya kwamba Chiko, Nancy, ungekuja sasa hivi, umekuja, Baba Charity anakupokea, anachukua Biblia yako, anakuelekeza, anakuketisha mahali unapaswa kukaa, kwa sababu maashas watakuja Sunday. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nganga. Wacha kukaa na uzee unakaa naye. Achilia uzee. Mungu anataka kufanya watu wake wazee. Biblia inasema ya kwamba wale wamngojeao Bwana watapewa nguvu mpya, wataruka na bawa kama tai. Haleluya. So wakati una opportunity, wakati ambapo you get an opportunity to serve God, because the Bible says, as a man spares his own son who serves him, not to sit comfortably in the church. Sio wale wanakaa chini kanisani, akifika yeye amekaa chini kwa sababu yeye amechoka. Yeye akifika kanisani anakaa pukunyu na ananyosha mikono miguu, amechoka sana, na mwingine anaanza kurara maana hakuna kazi. Sio sema Mungu nisaidie. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka wale wamtumikia. Ama hebu tusome yote pamoja, tuanze pale juu. They shall, tuanze 1 2 read. Says the Lord of hosts,
On the day that I make them my jewels. Mungu atawafanya wawe wang'ae kama hiyo chuma zile za thamana. Tuendelee. And I will, as a man who serves him. Wapendwa, tamani, taka kuserve God. Sema amen. Bwana apewe sifa. Nashukuru Mungu maana tuko na watoto wa Sunday school wamekuja. Walimu wa Sunday si ya wako. Wewe kuwa mwalimu wa Sunday school. On Wednesday, you are taking care of the children. Ukiona mmoja anasinzia, kamata mattress, kawekee kabirara hapa. You are serving God. You are serving Jesus. Can you give somebody a high five? Mwambie rise up to serve. Bwana asifiwe sana. And God will spare you. Wapendwa, kuna siku ya mabaya. Kana hii ya nini? Kuna siku wapendwa ya mabaya. Tuliona juzi, kuna wakati corona ilikuwa inatembea kila mahali, ikichapa watu makofi wa mapua. Pa, pa, pa. Lakini wewe kwa sababu ya kutumikia Bwana, Mungu anakuspea. Si unasikia kwamba wana wa Israeli pale Misri, wakati roho wa mauti alikuja, Mungu akawaambia pakeni damu juu ya milango yenu. Ndio wakati roho wa mauti atakuja, muweze kuwa spared. Kana hii nime. Bwana asifiwe sana. We need to be spared. How will you be spared? As a son who serves his father, he is spared. You shall be spared. Serve God with everything that you have. Bwana asifiwe sana. Serve God. Wakati umepewa microphone, wacha kuimba kama mzee. Baba, 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 pokea. Hebu tuimbe kama wazee. Baba, tuimbe kama wazee. Baba, pokea sifa. Nganga huimbi. Nganga. Hii si utoto, ni kuhubiri. Imbeni kama wazee. Baba, 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 pokea sifa. Mmemaliza hiyo? Haya, geuzeni sasa muimbe. Baba, 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 pokea sifa. Haya, kaza kidogo. Baba, 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 pokea sifa. Simewambia mnaweza kuserve God. You can serve God. Unaweza kuimba ile ya kwanza, nimesikia mko nayo. Haleluya. Unaweza imba hii ya pili, nimesikia hata hiyo mko nayo. Francis, nilikuwa na time nisikia kama mko nayo. Kumbe unaweza kuimba smoothly, mzee Baba Charity. Unaweza kuimba sauti kama ya praise and worship. Shida ni unataka kukaa kwa uzee. Hiyo uzee ondoa. Uko na zote. Nilikuwa na test nisikie kama kuna mtu atakosa. Mko na zote. Pia jirani yako high five, nimesikia sauti uko na aina nyingi. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tumtumikie Bwana. Wapendwa, wacha niwaambie, haleluya, tuko pamoja. Watu wengi ni kujifanya wanajifanyaga ya kwamba kuna mambo hawezi fanya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni kufanya ni kujifanya. Ningekuja na simba nimfungie hapa. Halafu sasa hii nimesema namna hiyo, nimfungulie. Nataka nikwambie utakuta Baba Charity town. Ndio mzee. Wachana Melton. Melton atakuwa nyuma akiita Baba Charity. Nikoje baba? Ameenda kabisa. Lakini sasa kwa sababu ya mambo ni mzuri, sasa mtu ni mzee sasa. Kuna kazi mingi hawezi fanya. Acha hiyo maneno wapendwa. We don't know what we are doing. We need to serve God. Amen. Si kwa ajili ya time nimalizie. Mstari wa 18 anasema ya kwamba ninasema ya kwamba I will spare them. Okay, let me go to verse. Kabla hiyo kumalizia hapo, najua lazima nimalize mara mbili. Kabla hiyo ya kumalizia namna hiyo, wapendwa, tunakumbuka vile ambavyo Rahab si alikuwa kwa ukuta wa Jericho. And imagine God spared him. Si Mungu akuspare vile Rahab alispeiwa. Unajua vile anasema ya kwamba ukuta wa Jericho ukaporomoka. Vile anasema ukuta wa Jericho wote ukafanya nini? Ukaporomoka. Nyumba ya Rahab ilikuwa wapi? Ilikuwa pale juu kwa hiyo ukuta. Ukuta uliporomoka mpaka mahali nyumba ya Rahab ilikuwa inaanzia. Na mahali ilikuwa inamalizia. Hiyo ukuta ingine yote ikaporomoka. Nyumba ya Rahab, she was spared. Be spared of God. Bwana apewe sifa. Wapendwa, mstari wa 18 anasema, then you shall go, you shall again discern between the righteous. Wakati hiyo ndio watu wataamuka. Waseme gai, unaona vile ambayo wale walikuwa wanatumikia Mungu wamepita bila shida. Wapendwa, vile sisi tumeteresa huku hatupiti. Unajua ya kwamba wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa navuka bahari ya Shamu, walivuka wana wa Israeli na wakapita vizuri kwa amani. Wakati jeshi la Misri lilijaribu, likaanza kuteresa, bahari yao ikakwama, mpaka wakaanza kuambiana, unaona vile Mungu amewatetea na sisi hapa tunang'ang'ana. Wapendwa, wacha nikwambie, Mungu atakutetea.
Bwana apewe sifa. Mungu atakutoa mahali watakwama. Na ndio sababu hao waliamuka wakaona, mnaona vile Mungu anafanya utofauti ya sisi na wao. Bwana asifiwe sana. Si mtu mmoja apate hiyo neema ya Bwana. Bwana apewe sifa. Ya kwamba mpendwa, Mungu aweze kudhihirisha, kuonekane utofauti. Bwana apewe sifa. Derito, yani kuonekane utofauti wa huyu mzee ambaye anamcha Mungu. Na hao watu ambao hawajali Mungu. Wale watu ambao they don't care about God. They can do anything against God. They don't care. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu mzee ambaye anamcha Mungu, watu wametarajia, maana sasa watu wamemvamia kila mahali, wamefungua biashara kama yake, bado wanakuta huyo mzee ana survive tu. Wanashangaa, kwani mchawi wake ni nani? Mmoja alikuja akaulizwa, walikuwa ni Mkamba, akaulizwa, mwai ne ukulie wende hapa kuoza kamuti? Akamwambia, nitakupeleka kuje nikupeleke. Akampeleka kanisani, akamwambia, bane bosa kakamuti, kamuti kako ni Yesu. Bwana apewe sifa. Wapendo, umebarikiwa mpaka watu wanataka kujua mganga wako ni nani. Haleluya. Francis, umebarikiwa hiyo kazini mpaka watu wanasema huyu mtu ako na mganga. Na unaambia kabisa, nakuwa naye mganga wangu ni hatari kwa usalama. Mkuje niwapeleke Jumapili. Jumapili mimi mvae vizuri, mganga wangu angalia watu wachafu. Mvae vizuri niwapeleke. Unawaleta kanisani unaambia kwamba mganga wangu ni Yesu. Because God has made a difference. Biblia inasema Mungu atafanya utofauti. Then you shall again discern between the righteous and the wicked. Bwana asifiwe sana. Utaona utofauti ya wale wa mchao Bwana na wale waovu. Na Biblia inasema between the one who serves God and the one who does not serve God, you shall see the difference. Bwana apewe sifa. Wengine wataiona wakiwa very late. Haleluya. Siupatie jirani yako high five. Simwambie Mungu akubariki unapoinuka kumserve God, because you'll be the blessed of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Basi sasa nataka tusimame tumserve God with our sadaka. Serving God with our offerings. Amen. Serve God with your offerings. Wacha kuogopa wengine wakuje midweek maana mnatoa sadaka. Wewe endelea kutoa. Sema amen. Serve God with your finances and God will bless you. Bwana asifiwe sana. Yes. Serving God with what we have. Serving God with what God has blessed us. Bwana apewe sifa. Nimesikia Baba Charity akiongea juu ya ukuta. Wacha nikwambie Baba Charity, kuna watu watafunga akaunti zao watoe pesa kwa sababu ya ukuta. Kuna watu watatoa kila kitu walicho nacho. Atatoka hapa Jumapili akiwa maskini kwa sababu ametoa ile yote alikuwa nayo ndio aondoe hiyo deni. Lakini Mungu wa mbingu na nchi atawaambia vile aliambia Abraham, nimeona unanipenda. Na kama nikukubariki, nitakubariki. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, let me tell you, maisha ya Mkristo ni maisha ya sacrifice. Ni maisha ya kujitolea mhanga. Wapendwa, serving God is not easy, but they that serve God, you shall see the difference. Enda mbele za Bwana, mwambie Mungu akusaidie uweze kumtumikia Bwana kama jinsi inavyokupasa, uweze kumtumikia Mungu kama jinsi Mungu anavyokuwezesha, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Just enda tu kitafakari, ukimwambia Bwana, nataka nikutumikie. Maybe kuna mahali ulikuwa umelegea, maybe na mahali umeruhusu shetani aingize upepo ndani ya maisha yako. Usikubali, mtumikie Bwana kwa moyo wa kupenda, and God will bless you, and God will expand your boundaries, and God will reach you out. Mlete sadaka. Hii ni wimbo wa kwaya. Mkileta sadaka wapi hiyo ni? Francis, nipe karatasi. Mimi nitoa yangu mapema. Nijua sadaka. Inua mkono wako, unasema Mungu akusaidie uweze kumtumikia Bwana. This is something that should be our desire. God help us. Father, in Jesus' name we thank you.
Asante Bwana kwa sababu kuna wale waliomcha Bwana. Naomba tukapatikane wale waliomcha Bwana. Wale walijinyima wakajikana kwa sababu ya Mungu. Bwana tusaidie tukawe hao. Mungu katukuzwe na kuinuliwa katika maisha yetu. Baba, naomba neema ya kukutumikia even when things are bad, even when everybody turns against God. Father Lord, I pray that we shall be a remnant. Ya kwamba Bwana kutapatikana ndugu huyu, dada huyu, kutapatikana yule mpendo ambaye anatuangalia katika Facebook na YouTube. Bwana, tunaomba ya kwamba Mungu atapatikana, Bwana anayemcha Bwana, na Mungu utatukuzwa na kuinuliwa. Tuokoe na kila ujanja wa shetani, tuokoe na uongo wa shetani. Bwana, tukirimie neema ya kutembea katika ujasiri wa kumcha Mungu, na katika yote Bwana, sifa na utukufu kurudia. Asante kwa sadaka hizi tumetoa kwa njia moja ya kuweza kutumikia. Tunaomba ya kwamba Baba, utumishi huu kakubalike, na sifa na utukufu Baba zitakurudia. Hata wale ambao wanatutazama wakiwa mbali na Mungu ametoa sadaka zao, Baba naomba Mungu kakirimie neema, hata na wao pia baraka yako ikawafikie, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunakuamini unayeweza, tunakuamini unayetenda. Sifa ni zako Bwana na utukufu ni wako. Tunapoondoka na kwenda manyumbani, neema yako ikawe pamoja nasi, uwepo wako Bwana ukatutangulie, mkono wako wenye nguvu ukawe pamoja nasi, na sifa na utukufu Baba zitakurudia. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God